Naitwa Dr. Godlove Mfuko. Mimi ni mkurugenzi msaidizi wa huduma za upasuaji hapa Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Tumekuwa na kambi ya kupandikiza meno bandia, yale meno yanayopandikizwa moja kwa moja, tunaita dental implantation, ambayo ilianza tarehe 13 mpaka tarehe 17 mwezi huu wa 10 mwaka 2025. Na hii ikiwa ni mara ya 3 katika muendelezo wa hizi kambi za kupandikiza meno bandia ambazo tulizianza kipindi kama hiki mwaka jana. Kwa hiyo sasa hivi ni kama tumekamilisha mwaka mmoja exactly tangu tumeanza hii programu ya kufanya hizi kambi, na mara zote tumekuwa tukishirikiana na mtaalamu ambaye ni daktari mshauri wa upasuaji wa mataya, oral and maxillofacial surgeon, Dr. Chirag Desai kutoka hospitali ya Walkadet, India, Mumbai, India, ambaye amekuwa akishirikiana na wataalamu wetu wa hapa Mloganzila katika kufanya hizi operesheni. Lakini sio hayo tu, lakini kwa kipindi chote hiki cha mwaka mzima tumekuwa tukifanya uwekezaji, tukifanya investment katika vifaa, mashine mbalimbali, kwa sababu unaposema unapandikiza jino bandia lazima uwe na mashine za kuliweka hilo jino, lakini pia mashine za kumalizia mpaka mwishoni kabisa kutengeneza kitu wanaita crown, ile jino kabisa linavyoonekana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kutumia kuanzia miezi 3 mpaka miezi 6 ili kukamilika kabisa. Kwa hiyo naweza nikasema tu kwamba tumepata mafanikio makubwa ndani ya kipindi cha mwaka mmoja, na hii kambi iliyofanyika kuanzia tarehe 13 ambayo imehitimishwa leo, tumeshahudumia wagonjwa takriban 60. Wagonjwa karibia 60 wamenufaika na hii huduma. Na nikisema 60 simaanishi kwamba wamewekewa meno bandia 60. Una mwingine anaweza akaja akahitaji meno bandia 6, mwingine akahitaji 1, wengine akahitaji 2. Kwa hiyo meno bandia ambayo tumeyaweka ni zaidi ya 110 kwa hawa wagonjwa wateja wetu 60. Kwa hiyo unaweza ukaona ndani ya kipindi cha mwaka mmoja watu hawa 60 ambao wasingefanywa hii huduma wangekuwa wanapata shida, wangekuwa na mapengo, wangekuwa wanapata shida ya kutafuna, lakini pia kuongea, kwa sababu meno yakiwa yamepangika kama inavyotakiwa yanasaidia mambo mengi, sio tu kutafuna, lakini pia hata katika kutoa matamshi na kuwarudishia ile raha ya kuishi, kuwarudishia kuendelea kuishi kwa furaha na amani. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba malengo yetu ya baadaye ni kwamba hii huduma tunaifanya itakuwa ni endelevu, itakuwa ni routine. Kila mteja akiwa anahitaji hapa Mloganzila tutakuwa tunaifanya routinely kuanzia sasa hivi, kwa sababu tunazo mashine zote zinazotakiwa. Hakuna tena haja ya kusema kusubiri kitu fulani au kitu fulani. Na pia tumeanzisha na tunaendeleza programu ya kuendeleza kujengea uwezo wa wataalamu wetu zaidi ili kuifanya hii huduma iwe endelevu zaidi na zaidi. Lakini pia kwa sababu hii ni hospitali kubwa na ni ya taifa, tuna programu pia ya kujengea uwezo wataalamu wengine kutoka taasisi nyingine ili waweze na wenyewe kuwa wanaweza kutoa hii huduma. Kwa sababu sisi kama hospitali ya taifa, lengo letu pamoja na kwamba tunatoa huduma ya kibingwa na kibingwa bobezi, lakini pia kipimo chetu cha jinsi gani tuna perform ni mojawapo ni kujengea uwezo hospitali ambazo ziko chini yetu, lakini pia na kutoa huduma kwa wananchi ambao hawawezi kufika hapa. Kwa hiyo tunafanya hizo huduma za tunaita outreach, huduma za mkoba, lakini pia tunafanya kambi kama hizi ambazo pia huwa tunawaalika wataalamu kutoka taasisi nyingine ili waweze kujifunza zaidi.